Wakati ndio huu wapendwa. Hakuna kitu kitatugharimu kuacha dhambi. Hakuna kitu kitatugharimu kuacha tamaa. Inahitaji tu moyo ambao umejichomea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie tena Luka 17. Luka 17 kutoka mstari wa 3. Inasema hivi, mstari wa 14 inasema hivi: jilindeni, kama ndugu yako akikosa, muonye, akitubu msamehe. Na kama amekosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Hapa tunafunzwa kusameheana. Wapendwa, huwa ni kitu cha aibu kuona Mkristo akisema sisi nikasamehe fulani. Ukimuuliza ni kwa nini atasema fulani alimfanyia hiki na hiki na kile. Bado tunaamka kila Jumapili tunakuja kanisani, na bado kuna watu ambao tumewabeba katika mioyo yetu. Kuna watu ambao tunawaweka katika mioyo yetu. Tunasema fulani sisi nikamsamehe siku hata moja. Ndio linashindwa siku ya leo. Ni Mungu yupi ambao tunamwabudu siku ya leo? Ni Mungu yupi ambaye amefanya tukakusanyika mahali hapa? Kama uwezi kumsamehe ndugu yako, kama uwezi kumsamehe rafiki yako, kama uwezi kumsamehe mzazi wako, kama mzazi uwezi kumsamehe mtoto wako, ni Mungu yupi ambaye tunamwabudu, ambaye tumekuja hapa kwa ajili ya kumtafuta? Tunaambiwa mtu anapotukosea na ameamua kutubu, tunaambiwa kama Mkristo tunastahili kusameheana sisi wenyewe. Tunaambiwa tuwe tayari kusameheana, tuwe tayari kusamehe wanaotukosea. Ndio tunaambiwa tusameheane. Haijalishi, hakuna makosa hapa. Tumeambiwa ikifikia hicho kiwango usisamehe mtu hakuna. Hatujaambiwa mtu akikukosea mara 10 ya 11 usimsamehe, hapana. Tumeambiwa tusameheane. Bora mtu ameomba msamaha, na hata kama haja kuomba msamaha katika nafsini mwako, naomba tukaweze kusameheana wapendwa, ndio tukaweze kuishi na upendo wa Yesu Kristo. Ndio Yesu akiwa juu mbinguni akaweze kufurahia, asiweze kuona ni kana kwamba aliharibu tu muda wake tu hapa duniani, akaja akateswa, akadhihakiwa, akadharauliwa, na mwisho ya kila kitu ambacho tulifaidika nacho. Naomba siku ya leo tukaweze kubadilika na tukaweze kuishi kama mandugu, ambaye haijalishi makosa yapi ambayo unakosewa. Haijalishi mzee wako anakukosea kiasi gani, haijalishi mke wako anakukosea kiasi gani, haijalishi mtoto wako anakukosea kiasi gani, bora yuko tayari kuomba msamaha. Tunaomba tusamehe.